Yo guys, welcome to Sereti Media this morning. Tunasema tuko hapa hivi Kakamega na tuko na msanii ndani ya nyumba. Nataka ajitambulishe mbele ya watu, atuambie anaitwa nani, atupe majina zake, platform ya kwake pale kwa mtandao, si ndio? Yaje bro? Poa poa. Nikuite nani? Nite MC Mato. MC Mato. Yeah. Hiyo ndio jina lako official ama ni jina ya usanii bro? Hiyo ni jina tu ya usanii, jina stage. Ya stage? Yeah. Nikuulize, tumesikia wewe ni msanii, wewe unapiga music type gani yani? Mimi napiga kwa lugha ya TZ ni bongo, kwa lugha ya Kenya sijui ni nini, sijui wanaitangaje, lakini najua ka bongo. Ya bongo. Yeah. Wewe ni mTZ ama ni Mkenya by the way? Mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya. Nimesikia pale ukisema TZ nikafikiria wewe ni mTZ pale. But nice to meet you again bro. Anauliza, hii safari yako ya muziki ilianza lini? Safari yangu ya muziki ilianza 2022 nikiwa form 2. Form 2? Yeah. Pale high school ama primary? Ulikuwa high school? Nilikuwa high school. Pale high school. Mambo tuna muziki, yani unapata watu wanafanya muziki, yani wanafunzi wenzako, watu wanatoka maybe Coast pale. Kapata wengine wanatoka Busia, watu wana rap. Mimi nikaona pia mimi nakuanga nayo passion, nikaanza kuimba. Kwanza nani alikumotivate kwa hii industry ya music before uanzie pale high school? Nani alikumotivate, yani nani ndio ni kama mentor wako pale yani? Mentor mtu mwenye msanii mwenye ameshakuwa amomoka ama mentor tu mentor. Mwenye ameomoka pale ameenda, yani ndio ukiona akitoa music pale unasema ai bro mimi nataka niwe kama somebody outside there manze. Hapo kwa mentor kiukweli sina, kwa sababu mimi nikianza muziki sikuanza kwa sababu mtu anafanya ama kuna venye mtu nimependa kazi yake. Mimi nilipenda kufanya muziki wa bongo juu mimi nasikiza ngoma tofauti kama J Melody nasikiza, Rayvanny nasikiza za Mbosso. Sasa hiyo tu rhythm ya doba ndo ilini motivate nikaanza kuimba bongo, lakini kuimba bongo pale nini? Yeah. Na wazazi wakisikia wewe ni msanii wao wanakuambia nini? Wazazi wanakataa kabisa. Wanakuambia mambo na music zi. Kwanza madha pendi nifanye ngoma kabisa. Madha hataki. Yaani madha anasema yeye anataka tu focus kwa kusoma nini sana kitu tu. Na sasa ukichange sasa umwambie unaimba gospel, anaweza sikia vipi yani? Gospel obvious ata support, manake hata baba yangu alisema niimbe gospel si bongo. Lakini sasa unapata gospel yenyewe nishaijaribu inakataa. Yaani ngoma inakuja yenyewe, ngoma inakuja ka vision, unapata unaandika ngoma. Si eti unakaa chini unaandika ngoma. Sasa kama ningekuwa na uwezo wa kufanya gospel ningefanya, ama kama nitaai kujafanya gospel nitafanya muda ukifika. Na sasa hii so far uko na ngoma ngapi pale kwa mtandao wako pale? Pale YouTube niko na ngoma 3. Ngoma 3. Sasa wewe ndio unajisponsor ama kuna sponsor pale nje? Kwa sponsor hakuna sponsor. Sijai kuwa sponsored by somebody. Ni wewe tu unajitegemea pale. Kila kitu ni wewe tu kwa industry, kwa music, kila kitu ni wewe tu Mato sasa. Ni mimi tu hivi venye unaniona. Kuna watu pale nje wasanii wanataka kupata motivation ya kwako pale, wanataka kufanya music ikue kali kama wewe bro. Unaweza encourage aje yani? Msanii ni kujituma tu, manake mimi ngoma ya kwanza. Kutoa ngoma ya kwanza siku hata na Bob walai. Lakini unapata ngoma ya kwanza niliandika nikiwa pale ilikuwa form 3. Majamaa wakakubali. Nilikuwa napokea nikasave nikakuwa napokea punch. Hiyo saving ya punch. Jamaa nikaongea na classmate wangu akacontribute, mwingine 10, mwingine 20, mwingine 50, ikajaza, mmoja wao akanipeleka studio. Na hivyo ndio nilijipata nimeanza ku release doba. Sasa ukitaka kama msanii mwenye unataka kuanza kuimba, ina depend na psyche yako na venye kujituma. Haijalishi sijui uko na pesa ama una. Wewe anza muziki, siku moja utakuja tu piga hata freestyle na unakuwa sponsored ama mtu anakuita pale. Nikuulize pale high school. Ulianza music yako pale high school form 3. Vijana wako walikusupport wakasema acha tuchangie Mato 10 aende studio, si ndio? Hiyo ngoma ilifanya vipi yani pale mtandaoni? Hiyo ngoma I guess sasa ndo iko nini? Ndo iko na viewers mob kwa channel yangu. Ngoma ya kwanza I love you. Of which nilipiga audio na nikapiga na video bado nikiwa shule. Lakini wanafunzi wenzangu walinisupport kwa audio. Yeah. Nile niliandika ngoma nikaimbia class ikakubali. Nikaongea nao kama naweza nisupport, jamaa wakakubali, wakanicontributea 1 zikaja, mmoja wao akanipeleka studio. Lakini mimi mwenyewe sikuwa hata prepared ati naenda kushoot. So sasa hiyo unaweza waambia nini juu walikusupport pale? Najua waanza kuwa na kufuatilia kwa mtandao pale, unaweza kuwa unawaambia nini? Mimi naambia tu wale majamaa walinisupport. Bado nawakumbuka na hiyo list bado niko nayo manze. In case tufike pale at the top, siwezi wa forget. Bado nawajua hadi majina. Nataja wawili. Wale main wawili.
Mnanisaidia main. Main siwezi mtaja. Maana yake sasa sema tu maybe nitaje wenye nakumbuka, lakini taja wenye nakumbuka sasa pale. Mwenye nakumbuka mtu kama Josiah alicontributianga 10 bob. Josiah. Mtu kama Ruben Songoti. Pilot wangu pale Emmanuel alicontributia 70 bob. Sasa pilot akicontribute 70 unamweka pilot. Pilot yani mtu analala juu ya kitanda. Form 1. Alinicontributia pia. Watu wengi tu walinicontributia na wengine walinipromise lakini unaelewa pia hali ya msee. Bado una pray tu hiyo promise yao imake, sawa? Tunasema ukiingia ndani ya mtandao pale Sereti Media, unanitafuta kama Sereti Media kwa kila mtandao, si Facebook, TikTok, kila platform Sereti Media, sawa? Alafu kuna jamaa wangu hapa anaitwa Mato, MC Mato. Nikwambia majina zako za mtandao pale, waambie majina zako za mtandao. Ukiingia YouTube, IG, Facebook, Twitter, hadi view sasa. MC Mato utazipata. Ni MC Mato kila kona, si ndio? Guys, support MC Mato, support Sereti Media to grow wote pamoja, si ndio? Tuko ndani ya Kakamega, tuko ndani ya Naivas Cathedral Mall. Sawa, shukran.